Wakati nilipokuwa niko katika elimu ya sekondari niliwahi kujiuliza maswali magumu sana juu ya maisha haya. Na hasa nikiwa najiuliza ni kwa nini kuna baadhi ya watu wamefikia ukuu na wengine ni watu wanaoaminika, wengine wana mafanikio makubwa sana katika uongozi, katika taaluma, katika biashara, katika mambo kadha wa kadha. Kwa nini wengine wako chini na wengine wako juu? Ni kweli kwamba wao walistahili sana kuwa hapo walipo, juu ama chini? Japo najua ya kuwa maisha hayana juu wala hayana chini, kwa sababu kila mmoja huwa chini na kila mmoja huwa juu kwa wakati wake. Kwa sasa nilikuwa katika fikra nikijiuliza ni kipi hasa ambacho mimi naweza nakifanya ambacho na mimi kinaweza ikanipa hadhi ya kufikia ukuu, to be the great in this life. Yani najiuliza ni kipi hasa nifanye. Nikasoma maisha ya watu mbalimbali nikiwa naendelea kutafakari. Kumbuka swali hili limezunguka katika fikra zangu kwa muda wa takriban miaka 10 toka mwaka 2015 na leo ni 2026, kwa ni miaka 10 na zaidi, nikijiuliza, je, ni kwamba wao wana akili sana ndio maana wamefanikiwa sana, ama ni kitu gani hasa ambacho wao wamefanya? Sasa nikiwa najiuliza, nikasoma simulizi 2 ambazo ndizo zilizofanya akili yangu ikawa na utulivu katika swali hili na kuona kana kwamba nimeyapata majibu. Simulizi ya kwanza ilikuwa ni simulizi ya Adam na Hawa. Jinsi ambavyo Adam na Hawa walikutana na jaribu la kutaka kula matunda ya mti wa katikati ya bustani. Lakini pia nikajifunza simulizi ya pili ni Yesu alipojaribiwa mara 3. Sasa nikasoma hizi simulizi zote 2 nikaja kugundua kwamba simulizi zote 2 ni kweli zilikuwa na nia moja, jaribu la aina moja na mwelekeo ni mmoja. Hapa ndipo niliposhangaa sana, lakini pia nikapata na furaha kwa sababu niliona tayari ukombozi wa kile nilichokuwa nakitafuta nimeupata, kwamba Yesu alijaribiwa mara 3, lakini pia Adam na Hawa walijaribiwa mara 3. Sasa majaribu haya matatu huwa sipendi sana kuita tu majaribu, naita ni vita za mwanadamu. Yaani mwanadamu yuko katika vita 3 tu. Ukiongeza vita ya 4 ni wewe mwenyewe umeamua kuiongeza, lakini haipo vita ya 4. Kwa hata dunia unapoona nafikiria juu ya kwamba kuna inaweza ikatokea vita ya 3, ndio kwamba itakuwa ni vita ya mwisho, kwa sababu ndizo vita za mwanadamu pekee. Mwanadamu ana vita 3 tu kwenye maisha yake. Hana vita ya 4 wala hana vita ya 5 wala 6 wala sio 10. Vita ni 3 tu. Sasa hizi vita ziko katika mafungu haya matatu. Mbao vita ya kwanza ni vita juu ya matamanio, ni vita ya kuondoa maumivu, kwamba watu wengi hawataki maumivu, watu wengi hawataki mateso, wakiamini kwamba basi wanajiepusha na hayo mateso, na wanafanya kila mbinu, kila njia ili wasikutane na hayo mateso kwenye maisha kwao. Na wako hata baadhi ya wazazi wanasema, kwa namna nilivyoteseka sipendi mtoto wangu ateseke. Ndugu yangu, sio kwamba ulikuwa unateseka, ulikuwa kwenye safari ya maisha kwako. Ilikuwa ni sharti uteseke ili ufike hapo ulipo. Kwa sasa isiwe kigezo cha kuanza kusema mtoto utaki ateseke. Matokeo yake tunatengeneza kizazi ambacho kitakuwa ni cha wazembe na wenye kufanya mambo ya ajabu, na mwisho siku kizazi kitapotea kabisa, kwa sababu tumekilinda mno kupita kiasi
kiasi kwamba kimehisi, kinaamini bila chenyewe, yani bila sisi kizazi hicho hakitaweza kuishi. Kwa piga picha ukiondoka leo, alafu ulikuwa unamkumbatia sana mwanao, unamdekeza sana, ataishi maisha aina gani? Hicho ndio unatakiwa ukiangalia. Achana habari ya kwamba utaki ateseke. Wacha ateseke kama ameandikwa kuteseka. Mbele ya safari atajiokoa mwenyewe. Lakini swala la kuteseka sio la kwako na sio kazi yako kuzuia mateso atakayompata mtoto. Mwacha akose siku moja moja, mwacha achezee kichapo siku moja moja. Ndio ukomavu wenyewe, ndicho kile alichoandikiwa. Hawezi kuwa na mbinu mbadala endapo atakuwa anateleza tu. Wanaita wasanii kamseleleko. Sasa kamseleleko sio sehemu ya maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu yamepangiliwa na yameandikwa. Kwa sasa kuondoa maumivu ni kitu ambacho wanadamu wanapenda. Wanadamu hawapendi maumivu. Wanadamu hawapendi kujitesa. Lakini yale sio maumivu wala sio mateso. Ile ni vita ambayo mwanadamu anapigana nayo. Unapotaka kuiondoa hiyo vita, usishinde, maana yake unaruhusu kuanguka kama Adamu na Hawa. Lakini unapoamua kupambana nayo na kutoa sababu za kwa nini unaweza kuendelea mbele, basi unakuwa kama Yesu shujaa ambaye siku ya mwisho utatoa taji. Sasa siku ya mwisho ni lini? Usiniulize hilo swali, lakini ninachozungumza kwamba mimi ni wewe kupata kujua kwamba hiyo ni safari ya maisha kwako. Maumivu na manyanyaso, kuiga pia ni sehemu mojawapo ambayo inaangukia katika vita hii ya kwanza, vita ya hamu, vita ya kutaka kujishibisha. Yesu anaulizwa habari ya kubadili jiwe kuwa mkate, lakini akamwambia mtu aishi kwa mkate tu, anaweza kaishi bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Sasa neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana sio neno kama neno la kulisoma kwenye maandiko yoyote, kwenye kitabu chochote. Hapa alikuwa anamaanisha neno kwa maana ya kazi, neno kwa maana ya kusudi, neno kwa maana ya majukumu. Kwamba jukumu ambalo Mungu amenipa ndilo pekee ambalo mimi natakiwa niishi kwalo, na sio kwa sababu ya kula na kushiba. Sasa sisi tunapenda kula kushiba, tukishashiba basi inakuwa imetosha. Tunalala, tunasubiri tena tupate njaa tuweze kula. Hiyo ni vita namba moja. Lakini vita ya pili ambayo mwanadamu anapambana nayo ni vita ya kujilimbikizia mali, vita ya umiliki, vita ya utawala. Sasa watu hutamani kuwa watawala katika eneo husika na kujisahau. Kuwa mtawala sio kosa, kwa sababu sisi sote wanadamu tumeandikiwa utawala, lakini utawala wetu hautawali wanadamu wenzetu. Ila naomba kukumbusha kabisa, utawala ambao wewe umepewa, mwanadamu kapewa, sio kumtawala mwanadamu mwenzake, ni utawala wa viumbe vingine na milki zingine ambazo ziko hapa duniani. Kwa kutawala utatawala, lakini usitawale wanadamu wenzako. Wanadamu wenzako wewe unatakiwa uongoze tu, haijalishi ni mke wako, mume wako, ama watoto wako, ama mtu yeyote ambaye amekuja kwenye maisha yako. Hutaki kumtawala, unatakiwa umuongoze. Kwa nini? Kuongoza kunavaa utu halisi wa maisha ya mtu ambaye unaishi naye, kwa maana utayari wa kumwonyesha njia hii hapa, usipite hapa, pita pale. Lakini utawala ni kwa maana kwamba nenda utajijua mwenyewe. Sasa hayo sio maisha. Hiyo ni vita ambayo wanadamu tunapambana nayo. Wako watu ambao pia wanapambana kuhakikisha wanamiliki vitu vingi, na ili waweze tu kuwa na utawala na ufalme katika eneo fulani kwenye maisha. Hakuna nia ya kwamba nipate hivi ili niwaokoe watu aina fulani. Na ndipo hapo palipo na manguko ya watu wengi sana. Watu wengi wamekuwa wakinuia kupata vitu vingi na milki kubwa ili waweze kutamba. Sasa ukishatanguliza tu tambo kwenye maisha kwako, unakaribisha nguo, kwa sababu huo sio mpango halisi wa umiliki. Mpango halisi wa umiliki ni umiliki ili uweze kuwamilikisha watu wengine pia. Kwa hiyo pesa ambazo unazimiliki, mashamba, viwanja unavyomiliki,
na mali ulizonazo kwa wingi wake. Sio kwamba ni mali ambazo unatakiwa ukae nazo na uzimiliki kama wewe. Yaani wewe uitwe mtawala, uwe bosi kwa sababu ya kile ulicho nacho. Hapana. Unachokimiliki wewe unakimiliki kwa sababu wewe ni wakati wako wa kuvigawa kwa watu wengine. Wewe una kazi ya kuvigawa kwa watu wengine na wenyewe waweze kukaa katika eneo ama kuishi katika kusudi ambalo Mwenyezi Mungu amewaandikia. Kwa wewe umeandikiwa kumiliki hivyo vitu vingi kwa sababu ya roho yako ilivyo, fikra yako ilivyo, unao uwezo wa kuwagaia watu wengine. Kwa watu wengine watu wengine wananyimwa kumiliki vitu vingi kwa sababu ya fikra zao na nia zao juu ya umiliki. Kwa ndugu yangu, usiweke fikra potofu za umiliki kwamba mimi nataka nimiliki ili niwe nasafiri sana, watu wanione najirusha, niko huku niko kule, nile vitu vizuri, yaani nitembee na wanawake warembo, nitembee na wanaume wenye pesa. Siyo matakwa ama siyo kusudi la umiliki. Kusudi la umiliki ili uwe na uwezo wa kugawanya. Sasa swala la umiliki linakuja pia hata katika swala la uongozi, kwamba wewe umepewa dhamana ya kuongoza watu wengine. Maana unapata nafasi nzuri ya kugawanya rasilimali zilizoko eneo ambalo wewe unaongoza. Nilitamani sana nisikie viongozi wana furaha kuwa viongozi na wanagawanya rasilimali sawa kwa watu wote, kuondoa hali ambayo inaweza ikasemekana kama umaskini ambao huwa ni ujinga. Kwa sasa unapokuwa kiongozi, furahi kwa sababu umepata nafasi nzuri ya kugawanya rasilimali kwa watu, na hiyo ndio thawabu ambayo unajipatia. Sio kwamba kuna thawabu unayotaka kuisubiri baada ya maisha haya ya ulimwengu huu. Thawabu unaanza kuipata pale ambapo unaanza kufanya ile kazi ambayo Mungu kwa kutuma uweze kuifanya. Lakini hilo ni jaribu namba 2 ama ni vita ya pili. Vita ya tatu ni vita ya umaarufu. Sasa hii ni vita mbaya sana, na ni vita ambayo inatafuna ulimwengu wa leo kwa kasi ya ajabu. Watu wanataka kuwa maarufu. Watu wanataka kuwa maarufu. Hawajui kwamba umaarufu una gharama zake. Sasa umaarufu wa kutafuta ni mbaya kuliko umaarufu wa kuja. Yaani bora jikite kwenye kufanya kitu fulani ili umaarufu kufuate, kwa sababu kama ambavyo baba yetu ni maarufu, anajulikana kama Mungu katika fikra za mtu yote, anasikika kwamba yupo anaishi, ndivyo ambavyo na wewe ni maarufu, mimi ni maarufu. Kwa Mungu yeye yupo anafanya kazi zake tu, hajawahi hata kujitokeza na kuanza kusema mimi ni Mungu. Hapana, hafanyi hiyo kazi. Yeye anachokifanya ni anahakikisha kazi zake zinathibitika, kazi zake zinaonekana. Mtamtambua kwa kazi zake, mtambua kwa matendo yake. Kwa unapomtambua kwa matendo yake tayari anakuwa maarufu. Kwa hata wewe kwa matendo yako unatakiwa utambulike, kwa kazi zako, huduma zako unatakiwa utambulike, na hapo ndipo ambapo umaarufu wako utakapokujia. Sio kutafuta umaarufu kwa nguvu. Kutafuta umaarufu kwa nguvu manake unajiingiza katika changamoto ya afya akili. Muda si mrefu, punde si punde utakuwa umeshachanganyikiwa. Utakuwa huna akili sawa sawa, sababu muda wote unakimbia huku na kule. Na hapo ndipo panapoingia shetani ama jinamizi la maigizo, kuiga maisha ya mtu. Unaanza kuiga sasa, na mimi nataka kuwa maarufu kama fulani. Wewe huwezi kuwa kama fulani. Wewe ni wewe na wewe utabaki kuwa wewe. Simamia maisha ya kwako. Simamia kila ulicho nacho. Simamia ule uwezo ambao Mungu amekupa. Utanyanyuka tu kwa sababu ndicho kilichoandikwa na kipo moyoni mwako, ambapo unaposema moyo namaanisha kwenye akili. Ilikuwa ni tafsiri ya zamani. Kwamba moyo kwa tafsiri ya kibiblia na kithiolojia, kiteolojia pamoja na kifalsafa uwe na maana ya akili ama ufahamu. Kwa pambana na uko maana kile kilichoko kwenye ufahamu wako. Fanya kile ambacho kipo kwenye uwezo wako. Narudia tena, unguruma tu kwa sauti yako. Mbona sauti yako ni nzuri tu itasikika. Wala usitamani kuwa mrembo kama fulani ukajichubua. Ukatamani kuwa mweupe kama fulani ukajichubua.
ukaondoa na mwili wako halisi, ukajichora tatuu ili tu ufanane na mtu fulani, mimi ninachoamini wewe waweza kuwa ulivyo kwa kuishi tu ule uhalisia wa maisha kwako. Unaweza kuwa maarufu kwa kuishi kile kilichoko ndani yako. Kuwa tu vizuri, vaa vizuri, pendeza, yaani wala usige mtu mwingine, sababu yako baadhi ya maisha yatakupoteza zaidi na hautakuja kuonekana kabisa. Kwa vita za mwanadamu ni vita tatu: vita ya kushinda hamu ama kuondoa maumivu, mihemko na kadhalika. Lakini vita ya pili ni vita ya umiliki, kujilimbikizia mali, utawala pamoja na kuwa bosi. Lakini vita ya tatu ni vita ya kutaka kuwa maarufu. Wewe unataka uonekane, unataka ujulikane kwamba unao uwezo sana. Kumbe uwezo huna, isipokuwa unalazimisha kuwa na uwezo fulani. Na hii haiwezi kucheza mbali na akili yako, lazima utachanganyikiwa tu. Yako majira yatakuja, yatakuonyesha tu ni kama mtu ambaye huna akili sawa sawa. Umechanganyikiwa, huna maamuzi sahihi, huna maamuzi mazuri, huna utulivu wa akili, hauna hekima ile ambayo ilikuwa ndani yako. Kwa sababu umeiga maisha ya mtu na umetamani kuwa maarufu. Kwa umaarufu hauna tija kwenye maisha kwako. Umaarufu upo tu na ni fungu lako. Lakini cha kwanza, ishi kama baba yako. Baba yako tayari yeye ni mkuu, ni maarufu hata kabla hajajitangaza kwa yeye ni maarufu. Kwa wewe pia ni maarufu. Angalia tu utakuwa sawa. Na hizo ndizo vita tatu za mwanadamu. Ukizishinda, mafanikio sio kitu cha kutafuta. Mafanikio yatakuja na ni lazima yakufuate, kwa sababu ndipo palipo na uhuru wake mafanikio.